Mungu ajui. Mungu anajua kwamba unapitia changamoto, lakini Mungu anataka asikie. Unamuita kwa ajili ya shida yako, unamuita kwa ajili ya changamoto zako, ili apate kushuka Bwana, ili apate kushuka Mungu aje kuokoa kwenye shida yako. Haleluya. Unajua kuna watu wanarahisisha, wanasema ukiokoka umemaliza. No, wokovu ni mapambano, wokovu ni vita. Sikiliza nikwambie, kama Wanaisraeli wangelizika, naye Mungu angelizika. Sahihi kabisa. Mungu alimwambia Ibrahimu watakaa miaka 400 nitaenda kuwaokoa, lakini baada ya wao kunyamaza kimya, naye Mungu akanyamaza kimya. Wewe sikiliza, ulifikiria ile neno? Akasema nimesikia kilio cha watu wangu. Na maana mwanzo alikuwa afanyeje? Asikii. Lakini walipofika mahali wakaanza kumlilia Mungu juu ya shida yao, ndipo Mungu akaamua kushuka. Akasema nimeshuka ili mimi niwaokoe. Nimeyaona mateso yao na nimesikia kilio chao. Sio kwamba ukiokoka umemaliza, sio kwamba ukiokoka umeshinda, hilo umeingia vitani. Kinachokupasa wewe, ukiona jambo lako lolote ulionalo, anza kuomba. Anza kuomba. Jitenge muda wako, anza kumtafuta Mungu. Tenga muda wako. Israeli wakati wanaanza kumwomba Mungu, ndipo na Mungu akasikia kilio chao. Aliposikia, ndipo Bwana akasema nimesikia kilio chao na mimi nimeshuka niwaokoe. Sasa nitawapeleka kwenye nchi nzuri, nchi ile ya ahadi, nchi ile ya baraka, nchi iliyojaa maziwa, nchi iliyojaa asali, kwa maana mimi niliwaahidi kwa ajili ya baraka hizo. Haleluya. Ziko baraka zaidi wewe Mungu kwenye maisha yako. Ziko hizo baraka alizokuahidi Mungu, ni lazima umsii Mungu ili Mungu asifanye, ili Mungu achilie. Nikupe siri. Katika mamlaka ya giza kuna utawala ya aina mbili ambazo zinaweza kuzuia kwenye maisha yako baraka. Kwanza, kuna wakuu wa anga. Wale wakuu wa anga ni watu ambao mahali unapokaa, ulipofikia. Kwa mfano, mimi si mkazi wa wapi? Wa Mbeya. Sawa? Nimekuja Iyenga. Tunasema Mofu sasa. Sio kata yote ya Mofu. Ili mimi nistawi kimaisha, nistawi kiutuma, ni lazima pala niwapiga hawa jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni watandike wakuu wa giza. Yaani wakuu wa giza au ufalme wa giza ni wale watu. Kwa mfano, Mofu kama linatawaliwa na kabila la Wasukuma, tunachukulia mfano, si ndio walivyo? Sawa? Wasukuma, ile miungu anaoiabudu wao ndio inaokaa katika anga. Mmenielewa vizuri? Sasa zile mamlaka, kwa sababu wanapomwabudu, na maana tayari ile ufalme unakaa kwenye nini? Kwenye anga. Kwa maana kama wenyeji walikuwa ni Wandamba, ile miungu ya Wandamba inakaa kwenye nini? Kwenye anga. Inapokaa kwenye anga, wewe mwenyeji unapotoka, wewe mgeni unapotoka kule, unapoingia pale, wanakuwa wao wanapigana na wewe usifanikiwe, mpaka uingie kwenye mifumo yao, yaani mifumo ya kwenda kuabudu miungu migeni. Lakini unapoenda na Mungu wako lazima ufanyeje? Upigane. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mamlaka zingine upande wa ukoo. Ukitaka kuamini, angalia, kuna familia zingine kama mama yake aliachwa na mtoto wake ataachwa. Kama mama yake alikuwa anazaa kabla hajaolewa, naye watoto wake watafanya hivyo. Kama uzao wao ni masikini, hakuna aliyeweza kufanikiwa kujenga hata nyumba ya bati, ndivyo zile roho zinaenda kufanyeje? Kufuatilia. Sasa wewe uliokoka, wewe unayemcha Mungu, ni lazima usikatae zile roho za umasikini katika ukoo wenu. Unasema kwamba mimi sio masikini, kwa maana Bwana ndiye aliyeniita. Mimi ni ukoo wa Yesu. Mimi ni ukoo wa Yesu. Mimi ni ukoo wa Yesu. Ewe shetani, pisha njia. Ewe shetani, pisha njia.
hauna nafasi juu ya maisha yangu. Unaanza kuona milango inaanza kufunguliwa. Unaanza kuona baraka zinaanza kushuka. Lakini hivi tu utakuwa unasali, unaenda kanisani, unasema mbona mimi natoa sadaka, sioni baraka. Mbona mimi nasali, sioni baraka. Ndugu yangu, kuna mamlaka zinazuia. Bila kupambana, bila kuomba, uwezi ukatoka. Niwape mkasa mmoja. Mimi katika familia yetu, mimi ndio niliokoka katika upande wa baba yangu. Wakati niliokoka mimi, tuliishi maisha ya shida sana. Baba yangu alikuwa na mashamba mengi, lakini alikuwa alimu kabisa. Yaani mashamba mengine tutasema kwamba kuanzia hapa babani kwenda hivi, yaani ndio nyumba yetu, lakini alimu. Sasa kile kitendo, wakati nimeokoka mimi, nikaanza kufikiria, kwa nini tumeishi maisha ya shida? Kwa nini tumeishi maisha ya masikini? Nikaanza sasa kusimama kwenye damu yangu kama mtumishi. Nikaanza kumwita Mungu. Baba sijamwambia kwamba namuombea. Tena wakati kipindi hicho nakaa Mbingu, yeye yuko Mbeya Kiera. Nikaanza kumwita Mungu. Mungu, nahitaji kuakiza umbariki. Mungu, nahitaji baba yangu umbariki. Mungu, fungua milango. Nafunga siku 5. Nafunga siku 3. Usiku wa manane nang'ang'ana, naomba, nang'ang'ana kupambana. Vita. Cha ajabu Mungu alipokuwa amenishangaza. Siku moja akanibeba katika ulimwengu wa roho kwenye ndoto. Nikapeleka kwenye mashamba ya baba. Nikaona mipunga yake imechanua vizuri. Wakati alikuwa alimu. Kumbe kule baba akaamua niwaambie siri sasa. Siri ya maombi. Unapokuwa unaomba, anachokifanya Mungu, kwa sababu zinazozuia baraka, zinaweza ikaleta magonjwa, inaweza ikaleta uvivu, sawa? Sasa Mungu unapomuomba, zile roho za uvivu zinaondoka. Anakupa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Anakupa ufahamu. Akishakupa ufahamu, njia ya kufanya, unaamka. Unalosema mwaka huu ngoja nikoje eka 2, mwaka huu ngoja nikoje eka 3, mwaka huu ngoja nikoje eka 4. Bidii itaanza, juhudi itaongezeka, utaanza kung'ang'ana huku. Yaani ukikosa kwenda shamba utakosa amani, kwa sababu Bwana ameshakamata maisha yako, anaanza kukuongoza yeye sasa. Zile roho za umasikini ambazo zikushikilia zinaachia. Ndio kilichotokea kwa baba yangu. Baba yangu alikuwa ni mlevi. Anakuna bongo zile. Akiingia asubuhi mpaka jioni, aelewa amekula, aelewa hajala. Tuliishi maisha ya shida, niliyachukia. Lakini nilipopata ufahamu wa kumjua Kristo, nikang'ang'ana na hilo. Nikakesha, nikaomba. Kweli Mungu akamkamata ufahamu baba, akambadilisha. Kwanza akaondoa kiu ya pombe. Kwanza akaamka, akaanza kutafuta mashamba yale ambayo alikuwa ameacha, akaanza kulima. Alipolima ndani ya mwaka mmoja, alilima mashamba yote. Angalia sasa siri nyingine. Unapokuwa unaomba, kama kuna adui anaenda kuharibu mpunga wako au mazao yako au biashara yako, maombi yako yanaenda kuwa kama nguzo, yanakuwa ulinzi juu ya baraka zako. Kweli nilikuja kukuta baba yangu akaja kulima, akafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Akasema tangu nimeanza kutafuta, sijawahi kufanikiwa kama mwaka huu. Yaani hata mimi wakaba sijadaliwa. Hajawahi kufanikiwa kama alivyofanikiwa mwaka huu. Aliweza kuingia kufanya biashara zikaenda. Alifuga mifugo ikaenda. Akaweza kulima, akalima mpaka kijiji. Wana kijiji wakaanza kumshangaa. Mwandindi, nini kimekukumba? Lakini mimi taarifa zote, yeye anipigie simu, mimi ndo namwambia. Yaani angalia, mimi niko Mbingu, yeye yuko kule. Yaani lolote naoendelea kule mimi najua. Ila yeye aniambie. Kwa nini? Mimi ninaposimama kuomba, Mungu ananionyesha. Kile unachokiomba ni hiki. Bwana Yesu asifiwe. Ukizitaka baraka zako ni lazima upigane. Ni lazima uombe. Ni lazima ung'ang'ane. Huwezi ukafanikiwa hivi kabisa. Ni lazima upigane. Hata kihuduma ni lazima upigane. Hata ukitaka kuolewa lazima upigane. Jambo la aina yoyote ni lazima uombe. Maana kuna nguvu zinazuia. Kuna hila za shetani. Anaweza kama mchawi. Kabisa.
Wachawi wanazuia baraka za watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tunaenda kuangalia kitabu cha Kutoka tena 14 mstari wa 10. Mstari wa 10. Kutoka sura ya 14 mstari wa 10 mpaka 18. Tasoma kama ilivyoandikwa. Sawa. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, "Je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe na njaa, tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri?" Mstari wa 12, neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukasema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akamwambia watu, msiogope, simameni tu mkauona wokovu wa Bwana utakaofanyika leo, kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Mstari wa 14, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Mstari wa 17, nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Mstari wa 18, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiliza Biblia inavyosema. Inasema hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli akainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Na wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, "Je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri?" Bwana Yesu asifiwe. Wana Israeli walipotoka, Mungu alipowatoa, wakaianza safari ya baraka zao, lakini adui ya kuacha kuwafuatilia kabisa. Walipokuwa wanasogea, wakafika kwenye bahari ya Shamu, wakaangalia nyuma, wakaona jeshi kubwa linakuja. Wanaangalia mbele, wanaona bahari ya Shamu, hawaoni njia. Biblia inaniambia kwamba wakamlilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakamlilia Bwana na kumwambia Musa, hapa kuwepo makaburi kule Misri, lakini hawakujua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Musa, mbona unanililia? Nyosha mkono wako juu ya bahari. Bahari ikagawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Bahari ikagawanyika. Kumbe tunapokuwa tumeanzisha safari ya kwenda kwenye ahadi ambazo Bwana alizotuahidi, lakini bado shetani anaendelea kutufanyaje? Kutufuatilia. Kunahitaji kusimama. Kunahitaji kufanyaje? Kusimama. Usimame katika haki. Usimame katika wokovu. Ndugu zangu, sikilizeni niwaambie. Katika ulimwengu wa roho, watu wa gizani na watu wa nuruni tumetengwa. Hatufanani nao. Hata muonekano katika ulimwengu wa roho tuko tofauti. Kwa sababu sisi tumekombolewa kwa damu ya nani? Ya Yesu. Tunapozidi kuomba, tunaziendea baraka zetu. Na adui anainuka ili kuzuia. Lakini bado tukizidi bidii kumwita Bwana, Bwana atawafukia maadui zetu. Haleluya. Bwana atawafukia maadui zetu. Mungu akanamwambia Musa, akanamwambia kwamba hata kunililia mimi. Sikiliza nikwambie. Unafikiria alipata nini
alipata ufahamu baada ya kumlilia nani? Mungu. Yaani bila kuomba wewe huwezi ukapata ufahamu. Huwezi utapata wapi? Utapata wapi? Maana mamlaka ya giza imekufunga. Unasema maisha magumu. Mimi kile ninachokifanya kiendi. Mimi kile ninachokifanya kiendi. Lakini kama ukimlilia Bwana, kama ukimwomba Bwana, utapata maelekezo na kukwambia Mungu atakwambia, na kufanya utafanya, kama ni kuvuka utavuka, kama ni shida itakuachia, kama ni lazima utakukimbia. Utasema ya kwamba haya sasa vuka, maana Bwana atakuwa amekuvusha. Haleluya. Yaani huwezi ukapata ufahamu kama wewe sio mwombaji kabisa. Utaonaga kwamba maisha magumu, utaonaga kwamba wewe wenzako wanafanikiwa, wewe ufanikiwe. Lakini ukisimama unapata ufahamu, unapata ufahamu. Kuna siri kubwa sana katika maombi, kuna nguvu kubwa sana katika maombi. Niwaambie siri moja, mimi nilianza kujiwekeza kwenye maombi, kwenye huduma sio leo kabisa, sio leo. Nilianza muda mrefu sana. Kitu ambacho nilikuwa nakifanya, nilikuwa namwambia Yesu, kila ninapohubiri wewe unahubiri wewe, kila ninapohubiri wewe unahubiri wewe. Na naomba usiku na mchana, naomba kilichokuja kutokea sasa. Nilipoanza kuhubiri, nikisimama kuhubiri, mwenye mapepo anaanguka. Anasema huyu mtu anafanyaje? Anatuunguza. Moto unawaka. Huyu anatuunguza. Moto unawaka. Ni kwa sababu sio mimi, ila ni Kristo aliyeumbika ndani yangu. Haleluya. Ila Yesu aliyeumbika ndani yangu. Huwezi ukafanikiwa hivi. Ukisoma Biblia anasema neno la Mungu si katika maneno tu, bali ni katika nguvu. Yaani huwezi ukafanya jambo lolote pasipo nguvu ya nani? Huwezi. Jambo lolote lazima umang'ane. Kama una biashara zako unamwambia Bwana, tazama biashara hii nazisogeza kwako. Ninahitaji neema sasa. Ninahitaji Bwana kusanya wateja mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, katika jina la Yesu. Kila ufalme unaozuia baraka zangu, ninaenda kinyume, ninaziangusha, ninazipiga. Unakuta Mungu anakufungulia milango ya baraka. Lakini kama tunapenda usingizi, kama tunapenda kula, hamna. Sihubiri kitu ambacho sikifanya, nahubiri kitu ambacho ninachokifanya kabisa. Siku zote kwenye maisha yangu, wakati mwingine mimi ninaamua kuanzia saa 6 mpaka saa 11 ninafanya maombi, sipumziki kabisa. Kuanzia saa 6 ya usiku ile mpaka saa 11 mimi ndo naenda kupumzika. Sasa angalia nguvu nitakayokuwa nayo nikitoka hapa. Mamlaka ya kimungu ambayo nilionayo. Siku moja nilienda Mwaya. Sio nalijua kanisa la Mwaya? Nimefika kule. Nilienda kufanya huduma. Alila. Nilipofika kule, kumbe wakati nahubiri kama hivi, jirani kama yule ana mapepo. Mwingine jirani yao tena ana mapepo. Walikimbia miji yao. Wakasema mtumishi katoka wapi? Mbona tunaona nyumba zetu zinawaka? Mimi nahubiri huku, mbona nimeopeka saa ngapi kule? Kumbe ninapohubiri iko nguvu ya Kristo inatembea, mamlaka ya kuzimu yanaanguka. Mamlaka ya kuzimu yanaanguka. Sio mimi, ila Kristo. Yupo Mungu. Mamlaka ya shetani yanaanguka. Wale watu walishindwa kukaa miji yao, walikimbia mpaka nilipomaliza kuhubiri. Wakaanza kuuliza huyu mtu katokea wapi? Mbona tuliona nyumba yangu na waka moto, alizi na waka moto, kila kitu. Nikashinda, alikimbia mji. Kumbe alikuwa na mapepo. Alikuwa na mapepo. Alifungwa na nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watumishi wa Mungu, tusipende kulala. Tusimame katika haki, katika utakatifu. Na kitu kingine ambacho kinachozuia watu hata wasifanikiwe, wanashtakiwa, ni dhambi.
Serious. Wengi hawapati baraka zao kwa sababu ya damu. Wengi wanadamu wanapuuzia. Kwa mfano, mwingine anaweza kaa na simu yake kubwa, hata ndogo. Anaweka singeli, anaweka bongo flavor, anaweka picha ambazo zisizompendeza Mungu. Naye anasema amefanyaje? Ameokoka. Ndio wokovu. Yaani mtu aliokoka wewe na wapagani wote sawa. Ukiangalia simu zake, iwe ni kijana, meseji za kihuni, anachati na wanawake, anachati na wanaume, tabia zake za hovyo. Kama ni mama, nyumbani kwake watoto kutukana matusi, hata ameokoka. Ndio wokovu. Wokovu ni kujitenga na dhambi. Dhambi ni chochote ambacho Mungu amekizuia. Ujue binadamu wanafeli padogo. Wao wanasema kwanza mimi nimeua, kwanza mimi nimezini. Hawajui kwamba hata matusi ni nini? Shetani anachokifanya sasa, unapokuwa unaomba, unabidii, sawa? Alafu unakuwa na tabia za kimwili, unakuwa na tabia za uovu. Matusi kwako ni kawaida, tamaa kwako ni kawaida, meseji za kiuni kwako ni kawaida. My friend, anachokifanya shetani, anaanza kukushtaki. Mungu, kweli huyu mtu anaomba hii, lakini mbona ni muhuni? Mbona na matusi? Mbona anasengenya? Utampaje huyo? Na Biblia inasema hivi, kila atendaye dhambi huyu ni wa nani? Kwa hiyo maana shetani anasema huyu ni wa kwangu. Kwa unazuiliwa baraka zako. Mimi nawapa siri zote, ili unaposimama kupambana, uache na mambo yako. Uache na mambo yako. Uache na mambo yako. Kwa sababu mimi mwenyewe nikaanza kukushuhudia katika maisha yangu vitu ambavyo Mungu anavifanya ni mengi kabisa. Na ninasema ili mwanadamu apate kuchua, maana kila mwanadamu ziko baraka ambazo Mungu amemwandalia. Ziko baraka ambazo Mungu amemwandalia. Eti unafikiria kwamba eti hao ambao wanaenda kwa waganga wanafanikiwa? Wanafanikiwa hawa? Mbona hawafanikiwi? Maana Mungu amesema nitawabariki, nitawafanya kwa nini? Kuwa vichwa. Kumbe ziko baraka ambazo zinaweza zikawapita hata wao. Lakini tukikaa kwenye misingi ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi ndio tukamalizie kitabu cha Marko 10:46. Marko sura 10:46. Nasoma kama ndivyo.